kisiasa na kiutamaduni. Ukiangalia sasa hivi mwanamke amepewa kipaumbele kiasi kwamba mwanaume wala hatagusi. Kwa kifupi, leo hii ukikutana na mwanamke kwenye uchumi, mwanamke anapewa kipaumbele kuliko mwanaume. Nenda kwenye jamii, utagundua kwamba wanaume wengi ni maskini, lakini wanawake wengi wana uchumi mzuri na wanasonga mbele. Unajua inatokana nini? Hiyo inatokana na serikali kuweza kuwapa wanawake kipaumbele kuliko wanaume. Sasa Dr. Dave, unaweza ukaniambia kutokana na hao wanawake kupewa kipaumbele hivyo imeleta madhara gani kwenye jamii? Sasa madhara yake yanajua yanakuaje? Wanaume wengi sasa hivi wanavuta madawa ya kulevya. Wanaume wengi ni wavuta bangi. Wanaume wengi wanashinda, yani wapo oppressed kabisa. Lakini wanawake wengi ukiangalia kwenye wanaume 10, wanawake kubwa wako vizuri kuliko wanaume. Ndio hivyo sasa, kwenye nyanja za uvaaji, namna ya kumiliki uchumi na pesa, kwenye ajira. Leo hii kwenye ajira, mkiingia kwenye ajira, ukikutana na mwanamke, lazima mwanamke atapewa kipaumbele, atapewa ajira, alafu wewe unaweza ukanyima moja kwa moja. Sasa mimi nawaza wanawake wakiendelea kuchukua uchumi mkubwa kiasi hiki, mwisho wa siku utajikuta sijui wataolewa na nani kwa ujumla, kwa sababu mwanaume akikosa uchumi, ile hali ya kuoa inazidi kupungua kwa vijana kila kukicha. Sasa Dr. Dave, labda unashauri nini? Ndio imeshatokea sasa hivi wanawake wanapewa kipaumbele. Asilimia ngapi labda? Wanawake wanapewa kwenye 100% leo hii. Kwa mfano mkutana kwenye ajira, utakuta 90% wanapewa ajira wanawake, 1% wanapewa wanaume. Mimi nilitembelea taasisi moja, wameajiri wanawake tu, hamna mwanaume hata huyu. Wanaume wengi wamejaa mitaani, hawana kazi, hawana hela, hawana chochote. Alafu wanasema anayetoa matumizi nyumbani ni mwanaume. Mwanamke hatoi matumizi. Wenda ulipoenda kuomba kazi, wenda ilikuwa ni kazi ya wanawake, labda ilikuwa kazi gani? Hizi kazi hizi za kawaida. Hizi za kawaida. Sio kwamba eti ni kazi hizi za wanaume, hamna. Kwa hiyo ni short, ulimwengu wa karne 21 unamwangalia sana mwanamke kuliko mwanaume. Na ikitokea leo hii ukapata kesi wewe na mwanamke, wewe kesi yako itaonekana kwamba wewe ndio mkosaji, hata kama mwanamke ni mkosaji. Lakini mwanaume ataonekana ndio mkosaji, lakini mwanamke atapewa kipaumbele, atasonga mbele, ataonekana ameshinda. Kwa hiyo in short ni kwamba hata wanaume wenyewe ukiwaangalia wote wanamfavor mwanamke. Sasa wanashindwa kuelewa tunaelekea wapi? Kwa sababu tunaelekea kwenye ulimwengu ambapo mwanamke atamiliki uchumi, mwanaume atakosa uchumi, alafu mwisho wa siku sauti kwenye jamii itakosa. Labda ulikuwa unashauri nini sasa kwa sasa hivi? Mimi kwa ninavyoshauri na shauri serikali. Sasa serikali waweze kumwangalia pia na mwanaume pia, kwa sababu kwenye ulimwengu huu serikali wanamwangalia mwanamke, lakini mwanaume anaachwa nyuma. Kwa hiyo natakiwa wamwangalie na mwanaume. Na nafikiri hii imesababishwa hasa na wazungu, ndio wamekuja kutetea hiyo swala la mwanamke kuonekana na miliki uchumi, alafu mwanaume hana uchumi, ili baadaye wanawake wanapomiliki uchumi mkubwa, mwisho wa siku sauti kwenye jamii haipo. Kama kwenye jamii hakuna sauti, maana yake ni rahisi sana wazungu kuja tena kutawala kwa mara nyingine, kwa sababu wanaume wengi watakuwa wameshakuwa mashoga, wengi watakuwa wameshakuwa wavuta bangi, wengi watakuwa hana uchumi moja kwa moja, wanaishi wanalewa na wanawake. Leo hii kukutana na kijana mmoja kwenye mtaa anatamani kuchukua mwanamke ambaye ni tajiri ili alelewe aweze kuishi maisha mazuri. Kwa hiyo unaona kwamba hali kwenye jamii ni ngumu. Leo hii nimeamua kuzungumzia wanaume tu. Asante sana Dr. Dave. Sasa kama imekuwa hivyo, au ndo sasa hivi wanasema kuna siku ya wanawake duniani. Je, ulikuwa unashauri kuwepo na siku ya wanaume duniani? Mimi nilikuwa na shauri kwamba angalau pia kuwepo na siku ya wanaume duniani, kwa sababu tunakoelekea hali ni ngumu sana kabisa jamii yetu. Asante sana, nahisi wamekuelewa. Tunashukuru sana. Karibu tena. Asante sana.